Wiki hili nini tumekilenga? Tunamshukuru Mungu. Alijaribu kuzungumza baba kwa kipindi kile cha mchana. Kwa nini tumshukuru Mungu? Yako mambo kadhaa kwa nini tumshukuru Mungu. Jamani amini. Moja, tunamshukuru Mungu tunamaliza siku 100 za maombi yetu. Lakini hapo kwenye siku 100 kuna vipengele. Peter umetendewa nini kwenye siku 100? Namshukuru Mungu. Jamani amini. Tumishi wa Bwana umetendewa nini kwenye siku 100? Shukuru Mungu. Na akatutazamisha kwa maeneo matatu ya nini tunatembea nacho kwenye wiki hii. Moja, akasema tunatembea kwenye kitu kinachosema shukrani. Shukrani ni nini? Tukaona kwa kifupi pale. Kitu cha pili akasema shukuru. Shukuru ni nini? Tukaona kwa kifupi pale. Kitu cha mwisho na cha tatu ilikuwa ni shukuriwa. Jamani amini. Tuliposoma kwenye vile vitabu, unaona kuna wale malaika wanamshukuru Mungu. Nini wanachomshukuru Mungu? Wao hawatendewi kama alivyosema. Kuna vitu Mungu anavifanya kwa kutokana na uweza ambao Mungu anauonesha kwetu sisi binadamu. Wale malaika wananyanyua mikono na kumwambia Mungu shukrani. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Usiku wa leo tumeingia mahali hapa kwenye ibada ya maombi. Ibada yetu tumelenga shukrani. Kwa nini tunamshukuru Mungu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tumemaliza maombi ya siku 100 salama. Kuna maombi mengine nakumbuka nikiwa chuo, I think kama sio chuo ni kwa hapa. Tulikulaka kama sio siku 3, ilikuwa ni masaa 12 kwa siku ngapi? Wakati tunashuka tunafuturu, kuna watu waliumwa kiasi kwamba mpaka walipelekwa hospitali. Jamani amini. Lakini kwenye hii 100 hujasikia kitu kama hiko kitokee. Tangu siku ya kwanza 20, 30, 70. Leo hii tuko siku ya 99. Mungu bado ameendelea kuonesha mkono wake juu yetu sisi. Kwa nini tumshukuru Mungu? Elewa, ametuwekea ulinzi. Moja, katika kila jambo. Anamwambia kitabu kile cha Marko 15:17 kwamba mtashika nyoka wala hawatawadhuru, na mimi nitakuwa niko pamoja nao hadi mwisho kamilifu wa dahari. Mtakula vitu vya kuafisha, havitawadhuru. Katika siku hizi 100 kuna mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya kwetu. Ukianza kutafakari, tulianza siku 100 tuko watu kadhaa. Ndani ya kanisa kuna watu tumewapoteza, wamekufa kimwili kabisa. Kuna watu tumewapoteza, wamerudi nyuma. Lakini wewe bado upo mpaka saa hii. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza usinielewe. Unaona mtume Paulo analiandikia kanisa la Filipi, anasema ndugu zangu, analiandikia kanisa la Filipi, msijisumbue katika neno lolote au katika jambo lolote, bali katika kila neno mnalotaka kulisumbukia, msilisumbukie. Cha kufanya muwe ni watu wa dua na kusali. Baada ya hapo, mshukuruni Mungu. Haja zenu msieleze kwa Bwana. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Siku leo tunajaribu kuonesha kwa nini tuwe na shukrani. Kuna faida gani? Kuonesha faida moja ambayo tunapomshukuru Mungu kuna kitu Mungu anakifanya. Jamani amini. Jamani amina. Amen. Siku moja nikapewa nihubiri kwenye tukio fulani. Nikasema hata nyumbani, wapi? Nyumbani. Mtoto, baba, mama asipokuwa na moyo wa shukrani, huwa anavunja yule anayefanya. Simenielewe? Nikasema hata kama mke wako kanunua kasuruali kazuri, amekuletea, mshukuru Mungu, mtumishi wa Bwana. Mke wako anashukuru kwa zawadi nzuri ndio. Kesho atapata moyo mwingi, atatenda jambo kubwa. Lakini ukijidai kwamba ni haki yako au kuna kitu fulani mimi ni baba bwana, kwa nini nimshukuru? Unamvunja moyo yule. Anasema kumbe hata ninapompelekea haoni kama kuna kitu cha maana, anaona kama ni ujinga fulani. Kinachotokea nini? Yanazima kabisa ile zawadi, haitokei tena. Nikasema hata kapipi umeletewa na mtoto, mshukuru. Mimi mwanangu nakushukuru kwa zawadi nzuri.
Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa Mungu wetu yeye kila kitu anacho, yani amejaa. Fedha za kwake, kila kitu, mali, vitu vyote ni vya kwake. Hata sisi binadamu ni wa kwake. Lakini Mungu wetu huyu anataka tumtolee shukrani. Sijui mmenielewa vizuri hapo? Jamani, amini. Anataka tumtolee shukrani. Kumbukumbu la Torati tuliposoma pale sura ya 4 kuendelea. Utakapoyatii haya na kuyaishi. Unaona pale anasema Bwana akutweze. Sijui umeelewa? Kutweza naweza kusema ni kuinuliwa. Kisoma kitabu cha Yakobo pale anasema ajitwezaye kushushwa na washushwaye kutwezwa. Kwa neno kutwezwa ni kama kuinuliwa. Anawaambia wana wa Israeli, mlipita jangwani miaka 40, miguu yenu haikuvimba iumie, mko vile vile. Nguo zenu hazikuchakaa, ziko vile vile. Mnapokwenda kuimiliki ile nchi mlioahidiwa na Mungu, mshukuruni Mungu, msijitweze. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, amina. Amen. Katika jambo tunaloliona tulilonao, Mungu wetu anatamani tumshukuru. Mungu wetu anatamani tumrudishie utukufu. Ni sawa yeye kanibariki nimekuwa na mali. Si ndio jamani? Ni sawa yeye ndo kanipa, nilimomba amenipa fedha. Lakini fedha zile pia Mungu anataka usitoe, usirudishe kwake. Siku moja nilikuwa nazungumza ile somo, sikosei kama ilikuwa ibada ya zoni. Kama sio ibada ya zoni ilikuwa ni hapa. Nikasema kwenye fungu la 10 Mungu anakupa milioni hiyo. Jamani, amini. Milioni ngapi? 1. Kwenye milioni 1 zimepangana laki 10. Mungu anataka uitoe laki hii. Zile 9 zote katumia unavyoweza. Moja kwanza hiyo waje. Yaani kitu ambacho anakitaka pale Mungu, uaminifu wako. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kujengea wewe imani yako. Angalia kwenye 10,000 anaziache 9,000, anataka shilingi 1,000.